nguvu zake ziko wapi? Lazima tumuone Mungu akitutetea kwenye lile agano. Bwana asifiwe. Tunaposema El Shaddai, Mungu mwenye nguvu, tunataka kuona udhihirisho wa jina lenye nguvu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajifunua kwenye agano, jina la Mungu la agano, la kiagano, patano, makubaliano. Ndio maana watu wengi walioweka agano na Mungu huwa wanaishi watu wa ajabu, kwa sababu maisha yao yanakuwa yamepatana na Mungu. Lakini pia tunaona Mungu anajifunua kama El Shaddai, amejifunua kama Jehova, Mungu mwenye anasema mimi niko ambaye niko. Agano la Mungu alizungumza na Musa, niko ambaye niko. Maana katika vita vyovyote vile Mungu anasimama. Haleluya. Ukitambua siri hii, ukatembea sawasawa na agano na Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Lakini kama utakuwa naishi bila kuweka agano na Mungu, utakuwa tu ni mshirika mwepesi. Mawimbi yakija, pepo ukija, unasongwa. Au hujaweka patano na Mungu. Watu wengi walioweka agano na Mungu sio wa kawaida, wanakuwa marafiki na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tusaidie sana. Tutasoma maandiko hayo au nitazungumzia, ngoja niweke tu msingi hapo. Ngoja niweke msingi. Mwandishi anasemaje? Ile tukianza kuandika, tukiangalia ile jina la Mungu anazungumza, jina la Mungu anazungumza kama Elohim, Mungu mwenye nguvu. Kwenye maandiko pale tunataka kusoma, naomba moja fungue, tutasoma kila mtu ashike lile neno. Tunataka katika maombi haya umisheni tumuone Mungu katika maagano aliyoweka na wana wa Israeli. Na sisi kwa sababu ni taifa la Israeli, tunapomwamini Yesu tunabadilishwa jina, kabila, ukoo, maisha yetu tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Tunataka kumwona Mungu akithibitika kwetu kwenye agano. Natamani kila mtu anakuja hapa ana Biblia. Tukianza kusoma tunasoma ili tuweze kuona vizuri. Kila mtu atakuwa asome. Bwana asifiwe sana. Anasema Jehova Rafa, Bwana ni waponyaji, au Bwana mponyaji.